Karibu kwenye behind the scene ya clip yetu tuliorekodi siku ile. Clip yetu ilikuwa iko faster sana, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuona. Clip yetu ilikuwa inaanza kwamba Godiswai alikuwa amekuja kwa mganga, ndio ambaye ndio mimi hapa mganga hapo, alafu amekuja kwa mganga hapo, nilikuwa namwambia amekuja nataka utajiri, nikasema tulia mjukuu wangu, nikampiga kwanza na maji kidogo, nikapiga na maji tena. Baada ya hapo nikamwambia hii nazi unaiona, hii nazi unaichukua unaenda kwenye njia panda mbili, unaenda kuivunja, unaivunja hii nazi, hakikisha inavunjika. Nilimwambia kwamba aende kuvunje kwenye njia panda, nikanipatia ile pale nazi, nikashtuka kidogo kwanza na maji tena. Baada hapo nikafanya majembe yangu kidogo, tunajua tena kijana akayayuka pale. Unajua hii scene ilikuwa nzuri sana, sema nahisi kama ndo ilikuwa imebeba movie mzima. Baada ya hapo kuna idea moja nikapata, ajui kama hizi nazi zimepanda bei. Unajua tena rais mwenyewe ametangaza kila kitu kimepanda bei. Nikasema wewe ngoja kwanza nimfuatilie kila kuna anapoenda, mpaka anapoenda kwenda kuvunja nazi, mradi ile nazi niende nichukue nifanyie biashara zangu zingine. Yani mfano kama aje nyingine nifanye nini niweze kuifanyia kazi tena. Unajua tena akawa kijana anaondoka. Kwa katika ile clip manake mimi nilikuwa naonekana kwamba namfuatilia nyuma. Kwa hiyo ilibidi nimfuatilie nyuma ili mradi niweze kuchukua nazi niende nikatafute utajiri na mimi. Unajua tena. Kwa hiyo hii scene ya mwisho hii ilituchukua muda mrefu sana, kwa sababu ilikuwa inatakiwa kila sehemu zichukuliwe vizuri kama hivyo. Mimi nilikuwa nimekaa hapo kama hivyo nimechungulia na hivi jinsi Godi anavyoongelea hiyo nazi. Alafu pia na tulikuwa tuko eneo la magereza, kwa hiyo ilibidi tushuti angalie upande mmoja, tusiangalie upande wa magereza, yani kamera tusielekeze upande wa magereza, maana ndo masharti tulikuwa tumepewa. Kwa hiyo eneo hili tulikuwa tunashuti upande mmoja tu. Kwa hiyo baada ya hapo ilikamilika, tulishuti hivyo. Kameramani alipata shida mpaka alikuwa kama design fulani anakasirika, maana tulikuwa tunarudia mara kwa mara. Baada ya hapo tulipomaliza tukamaliza nini, basi ikasheni ya mwisho, baada ya kuwa tunakimbia nini shoot kama mara 3 hivi, maana tulikuwa tunatakiwa tuonekane tukiwa tunakimbia tunafukuzana kutoka mbele, na nyingine tulikuwa tunatakiwa tuonekane tukifukuzana kutoka nyuma, ila kwa vile kameramani wetu alikuwa tayari keshachoka, kwa hiyo ndio maana kuna baadhi ya scene hatukuziweka. Asanteni, tukutane kwenye clip zingine.